أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Ndugu zangu watazamaji na wafuatiliaji wa kipindi chetu cha Mubaligh Cast, mimi hapa ni Shabani Masudi Shabani, na leo hii tumetembelewa na mgeni wetu ambaye tutajua majina yake hivi punde. Naam Sheikh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana Sheikh. Asante sana Sheikh. Naam, kwanza kabisa Sheikh, watu wanapotazama wanahitaji kujua majina yako kwa ujumla na ulipotoka, na tunaomba kwanza utuelezee majina yako na ulipotoka na safari yako ya elimu kuanzia ndani ya nchi mpaka nje ya nchi. Karibu sana. Kwa majina naitwa Sheikh Feiruz Nzeimana. Mimi ni Mrundi, nimezaliwa Burundi na nimekulia Burundi. Shule ya msingi nimesoma Burundi Bujumbura, sekondari vile vile nikasoma Burundi Bujumbura, nikawa nimemalizia sekondari Bujumbura. Mwenyezi Mungu akawa amenisaidia, nikawa nimechaguliwa miongoni mwa watu ambao walipata mwito na kuitikia kwenda kusoma dini. Nilianza safari yangu ya masomo ya dini, nikaenda kusoma nchini Lebanon, kwenye mkoa unaitwa Nabatia, panafahamika kwa Janub Lebanon, hauza inaitwa Hauza Bakiyatullah al-Azam. Nilisoma kule tangu mwaka 2014 hadi mwaka 2022, nikawa nimerudi kuendeleza tablighi nchini Burundi, na alhamdulillah fika Burundi tumeendeleza tablighi kwa njia hii na zina ile. Na miongoni mwa njia ambazo tulizifanya tablighi, tofauti na kupanda manabir na kutembea mikoa na mikoa, nimebahatika kuwa miongoni mwa walimu ambao walikuwa wakifundisha au ambao tunafundisha madrasa Imam Zainul Abidin Buyenzi, ipo Burundi ndio. Na kwa sasa hivi naweza nikasema kwamba ni madrasa au ni hauza pekee ambayo inafanya kazi nchini Burundi kwa sasa hivi, lilasaf. Basi hiyo ndio mwendo wangu wa tablighi. Ikafikia sehemu au kiwango ambapo nimeona kwamba kuna haja kidogo ya kujiongeza kidogo kwenye elimu kutokana na kile ambacho mujtama unakuwa unahitajia. Na alhamdulillah nilipata fursa ya kuweza kuja nchini Iraq na kuweza kujiunga kwenye vyuo, miongoni mwa vyuo au miongoni mwa hauzati ambazo zinafundisha na zinatoa elimu hapa nchini Iraq, Najaf. Ndio. Baada ya masomo na kama ulivyotuelezea kwamba umeweza kusoma hauza tofauti tofauti zambo nyingine ambazo ziko chini ya wa Lebanon. Sasa ulipoingia katika uwanja wa tabligh, unaweza kutuelezea kidogo kuhusu tabligh nchini Burundi? Kwa kweli tablighi nchini Burundi, niseme kwa ile msemo ambao tunausema kwa lugha za Kiswahili hususan huko kwetu, tunasema kwamba bado tuna kazi, kwa sababu ukija kulinganisha na tablighi nchi zingine, kuja kulinganisha tablighi ya Burundi na Tanzania, unaona kabisa kuna hatua kubwa ambayo labda Tanzania imepiga kuliko sisi Burundi. Kwa hiyo bado tuna kazi ya kuweza kufikia ambapo wengine walipofikia. Ndio. Unadhani ni sababu zipi hasa ambazo zimepelekea kama ulivyosema kwamba tablighi nchini Burundi kidogo bado ipo nyuma? Unadhani ni sababu zipi hasa zimepelekea mpaka tablighi ya Burundi kuwa iko dhaifu au iko chini kulinganisha na Tanzania na Kenya ambazo ni nchi jirani ambazo ziko karibu na Burundi? Kwanza niseme kwamba Warundi tuna tatizo, hatupendi kusoma masomo ya dini. Na hii inaweza nikatoa mfano hata kwangu. Nilianza kusoma dini ambapo wakati nimekuwa nishakuwa tayari mtu mzima. Ndio. Ukilinganisha na nchi zingine kama Tanzania na gungine, Tanzania utakuta mtoto mdogo anafuatilia madrasa na nyumbani kwao wazazi wake wanamwekea mkazo kwenye madrasa, tofauti na sisi kwetu Burundi. Mimi naweza kuchukua mfano kwangu mimi, wazazi wangu au baba yangu alikuwa haniwekei mkazo kwenye masomo ya dini, alikuwa akiniwekea mkazo kwenye masomo haya ya kizungu ambayo tunaita secular. Leo kwa nikinikia mkazo, na ndio ambayo nimeweza kusoma sana tangu mdogo hadi nikafika kumaliza. Nilikuja kuanza kusoma dini ambapo ilikuwa ni
khiari yangu mimi nasema no, inatakiwa na mimi nisome dini, inatakiwa na mimi nijue dini yangu. Nikaja kusoma dini wakati nimekuwa nishakuwa tayari mtu mzima. So kuna hili tatizo kwanza la kwanza ambapo watu hawapi ihtimam, hawapi umuhimu masomo ya dini. Hili ni tatizo la kwanza ambalo lipo Burundi. Tatizo la pili nadhani ndio ambalo lilipelekea hata hili tatizo la kwanza kuwepo. Tatizo la pili ni kwamba kuna ile watu wameshaweka kwamba ukiwa kwenye uwanja wa dini, ukiwa kwenye uwanja wa tablighi, basi maisha yako yatakuwa ni maisha ya kifukara, maisha ya kimaskini. Kwa hiyo watu wanakuwa hawana nani ile ya kuweza kusoma dini. Na ikiwa watu watakuwa hawawezi kusoma dini, basi hapa tablighi kidogo inakuwa inazorota, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anasema walaula nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi din waliyundhiru qaumahum idha rajau ilayhim. Kwa hiyo inatakiwa kwanza watu waje wasome dini ili waende kufikishia kile ambacho walichokisoma kaumu yao, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapa ndipo ilikuwa tatizo likubwa, kwanza watu kupuuzia masomo ya dini, alafu baada ya watu kupuuzia masomo ya dini ikaonekana kwamba watu wenye kufanya tablighi ni wadogo, na watu wenye kufanya tablighi wakiwa wadogo, vile vile hata watu kupata elimu kuna ugumu kiasi fulani. Na bahati mbaya lilasafi shadid ni kwamba hii hali hadi leo bado inaendelea na bado tunazidi kupambana nayo, japokuwa ni vigumu. Vizuri sana. Mwanzo umeweza kutuelezea kwamba uliingia katika uwanja wa tablighi na ukafanya tablighi, na inaonyesha kwamba ni ulikuwa unahitajika katika jamii na ulikuwa ukifanya majukumu hayo. Na kingine umeweza kutuambia kwamba tablighi kwa nchi ya Burundi ni dhaifu kulinganisha na Tanzania na Kenya. Sasa ni kwa nini umeweza kuacha tablighi kwa sasa hivi ambapo ipo katika hali ya chini na kuja kujiendeleza na kimasomo, na hali ya kuwa muda ungebaki na ukaendelea kusukuma gurudumu ili tablighi ifike mbali? Ndio, ni kweli kuna kawaida kwenye hali ya ubinadamu au hali ya mujtamaa, kuna sehemu ambapo unafikia unaona hapa kidogo dikiongeza kitu fulani naweza nikaboresha zaidi ya kile ambacho nilichokifanya, naweza nikaboresha zaidi kile ambacho nimekifanya. Kwa hiyo kuwa kwenye uwanja wa tablighi ambapo kwanza mubalighina ni wachache, Burundi kwetu mubalighina ni wachache, alafu nikawa nimetoka nikaacha pengo, nikasema nije nirudie, kwa sababu nimeona kuna kiwango fulani ambacho nikikiongeza itakuwa ni bora zaidi na itakuwa na faida zaidi kwenye mujtamaa. Na vile vile kama tunavyoelewa kwamba elimu huwa haina mwisho. Elimu huwa haina mwisho. La muhimu ni kwamba mtu kile ambacho umekipata uweze kukifikisha. Ndio. Ni kitu kipi hasa unafikiria baada ya kurudi Burundi kwamba naweza nikakifanya na nikaifanya tablighi ya Burundi ikawa katika level zile ambazo ipo Tanzania na Kenya? Ndio. Kwanza kuna kazi kubwa ambayo inatakiwa tuifanye kama Warundi, ni kwamba tunatakiwa kuunga kwanza mikakati au kuunga system ambayo inaweza ikatoa hali ambayo ni hali ya ujinga na hali ya ujahilia ambayo inapatikana kwenye mujtamaa wetu wa Kirundi, kwa sababu ni kitu ambacho kinaudhunisha au kinatia udhuni kwenye nyoyo za watu pale ambapo utasikia, kwa mfano kwetu Burundi ni sehemu ambapo pamegawika. Kuna sehemu ambapo ukienda utakuta ni kama mji ambao umekusanyika ni Waislamu peke yao. Na kuna sehemu zingine ukienda utakuta ni kama mji ambacho kamekusanyika na Wakristo au Masihi peke yao. So kwa mfano kama kwetu Burundi kuna miji kama vile mitaa kama vile Buyenzi, kuna mitaa kama vile Rumonge, kuna mitaa kama vile Nyanza. Hizi ni sehemu ambazo tunazita kwamba ni vitofu au ni kitofu cha Uislamu. So sehemu ambapo ni sehemu ya Kiislamu, ni mji au mtaa wa Kiislamu, lakini inaudhinisha au inaudhunisha kwamba hizi sehemu ambazo ni za Kiislamu utakuta unatembea mtaa mzima ukimuuliza mtu, kwa mfano ukamuuliza Hussein ni nani au Hassan ni nani,
hajui ni kina nani, tofauti ya kujua tu Hassan hapo. Huyo ambaye ni mtu ambaye tunaweza kusema kidogo ana elimu, ndio nasikia Hassan alikuwa ni mjukuu wa Mtume. Tofauti na hiyo hajui Hussein alikuwa ni mjukuu wa Mtume. Tofauti na hiyo hajui Hussein ana nani gani, ana shakhsia gani, ana mansibu gani kwenye dini na kwenye Uislamu. So ni kitu ambacho kinaudhunisha kuona eti mtaa kama vile Buyenzi, mji kama vile Buyenzi, unatembea kuanzia barabara ya kwanza hadi barabara ya 25 26, ukimuuliza mtu Hussein ni nani, hajui Hussein nani. Ukimuuliza mtu Ahlul Bait alayhi salam ni kina nani, hajui. Kwa hiyo tungali na kazi ya kuweza kupambana kufuta huyo ujahilia kwenye akili za watu. Umeweza kuisifia Tanzania katika maneno yako, umeelezea vitu vingi kuhusu Tanzania na Kenya, lakini pia umetuambia kuhusu Burundi. Ni kitu kipi hasa unakiona Tanzania ambacho unaona kabisa kwamba hichi tukikitumia sisi kama Warundi tunaweza tukafika sehemu nzuri katika tabligh? Kuna vitu vingi ambavyo Tanzania kidogo alhamdulillah waliweza kutupita, na tunatamani sana kitu hichi tuweze kukipata kwetu Burundi. Kwanza ni kuona kwamba niseme kwamba ule muungano ambao uko kwa sasa hivi Tanzania kati ya madhahebu ya Kiislamu kwetu sisi hatuna. Hii ni miongoni mwa hatua kubwa sana ambayo tunatamani na tunapigana. Alhamdulillah, ni juhudi ambayo tumeanzisha, ambayo inasimamiwa na shehe wetu mkuu Samahatu Sheikh Hamis Butoi Kadide. Ameanzisha juhudi hii ya kutafuta muungano kati ya madhahebu ya Kiislamu na kuweza kutoa ule ujahilia ambao uko wa kuweza kutenganisha madhahebu ya Kiislamu, kuweza kuwatenganisha Waislamu na kufanya hao wasionekane Waislamu, wale wakaonekana Waislamu. Kwa hiyo alhamdulillah, ni juhudi ambayo iko na tumeianza, ambayo inasimamiwa na shehe wetu mkuu, kiongozi wetu Samahatu Sheikh Hamis Kadide Butoi, na tunatarajia kwamba itakuja kuleta mazao, itakuja kuleta manufaa kwenye mujtamaa wetu wa Kiislamu nchini Burundi. Lakini nimekuuliza swali kuhusu swala la mambo ambayo Tanzania wanayafanya na ambao nyinyi mnatamani kuyafanya, lakini mimi nimepata bahati ya kufika Irani, nimeweza kutembelea lakini pia hapa Iraqi. Kiuhalisia ni kwamba nimeona vijana wachache sana kutoka Burundi. Nadhani inatokana na nini hiyo kitu? Nadhani hili swali ni miongoni mwa yale ambayo nimeyatanguliza hapa kabla. Uchache wa wenye kusoma dini kwetu kwanza unaanzia kule ambapo niliposema kwamba masomo ya dini ni kitu ambacho kinapuuziwa kweli kweli kwetu Burundi. Ni kitu ambacho hakina, watu wanaona kama vile hakina umuhimu wote, hakina kima yoyote. Kwa hiyo watu wanakuwa hawana ile ragba ya kusema wasome dini, na hii inapelekea nini? Inapelekea tablighi kuzorota. Ama kwa upande mwingine, nikirudi kwenye labda ni wazi ni bainishe mambo ambayo nimeyasema ili nieleweke zaidi. Kitu ambacho Tanzania imeweza kukifanya ambacho tunakitamani ni ile kwanza kuwaweka Waislamu kwa pamoja. Ikiwa leo hii BAKWATA Tanzania kama jumuiya ambayo inaongoza Uislamu Tanzania, BAKWATA inautambua ushia kwamba ni Waislamu, na kwenye vikao vya BAKWATA panakuwa pako mtu ambaye anawakilisha ushia. Hii ni hatua kubwa sana ambayo ambao Tanzania wametushinda, ambayo sisi tunapigania tufike hatua hiyo. Na ndio nikwambia kuna mikakati ambayo imeanzishwa na shehe wetu Sheikh Hamis Kadide Butoi, ambayo inalenga kitu kama hichi, ili ifikie sehemu ambapo na sisi Burundi ushia ndani ya Komibu utatambulika kwamba madhehebu miongoni mwa madhehebu ambayo ni ya Kiislamu, ambapo patakakuwa panakuwa vikao vya Komibu na ushia nao ukuwe na mtu ambao atakuja kuwakilisha kwenye vikao vya Komibu. Isiwi Komibu ijite kwamba tunawakilisha Waislamu hali ya kuwa ushia huko haumo. So ukisema unawakilisha Waislamu, kuna madhehebu ambayo hayapo, yani hapa kuna kidogo kuna kanali kwa mjasa. Asante sana. Lakini
na nataka kujua kwa sababu wewe sasa hivi uko mbali kidogo, ni masafa kidogo kutoka hapa hadi Burundi, kuna mbali mrefu kidogo. Sasa unawezaje kupiga tablighi pamoja na umbali uliopo? Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu kwamba kwenye ulimwengu wetu kwa sasa hivi kila kitu kipo karibu. Naweza kuwa sifanyi tablighi ile physically ambapo mtu anaweza kaniona kanishika, lakini mtu kupata fikra zangu inakuwa ni virahisi kutokana na mitandao ambayo tunaitumia. Kwa maana kwamba siku hizi mambo yote yako virahisi. Ndiyo kweli kuna kiwango fulani cha halali ambacho kipo. Kwa mfano kuna sehemu ambapo tulikuwa tukitembelea kwenye masuala ya tablighi ambapo ni mikoani, na kule mikoani kidogo mambo ya mitandao hii inakuwa kidogo kuna shida kutokana na labda uwezo mdogo wa mitandao na nini. Hapa kunakuwa kidogo kuna mapungufu na changamoto, ila tunafanya kadri ya uwezo wetu, tunafikisha kile ambacho tunaweza kukifikisha kupitia mitandao. Alhamdulillah, tunaendelea hivyo na tunatarajia inshallah tutakaporudi nyumbani tuweze kuendeleza gurudumu hili inshallah. Sheikh, kiuhalisia wewe ni katika watu muhimu sana katika nchi kama Burundi, na sio tu Burundi, hata ni fahari ya East Africa kwa ujumla. Tunataka kujua kwamba ni kwa kiasi gani watu wameshaathirika na elimu yako? Kwa kweli kuna kuathirika kiasi fulani ambapo sio kile kiwango ambacho tulikuwa tukitarajia au ambacho tunataka tukifikie, lakini alhamdulillah, nikija kuangalia kwamba mfano wa karibu, sehemu ambapo naishi mtaa ambao unaitwa Kanyosha. Huko Kanyosha nikija kuangalia nyumba za Kishia zilikuwa ni nyumba kama 3 hazizidi 3. Yani imagine sehemu ambapo kuna nyumba karibia 10,000, alafu nyumba 3 ndio za Kishia. Sehemu ambapo watu naishi jirani ya msikiti ambao ni msikiti wa Kiwahabi. Sehemu ambapo ilikuwa kila leo mtu anapanda kwenye mimbari, Shia kafiri, Shia kafiri, Shia kadha, Shia kadha. Yani mambo yote ambayo ni salbi yote walikuwa wakiatupa kwa Shia. Lakini alhamdulillah, kutokana ile kukaa karibu na watu, kuongea na watu, kuweza kuonesha watu Shia ni kitu gani, Ahlul Bait ni kitu gani, alhamdulillah zile tuhuma ni kama vile zimepungua kwa kiasi fulani, japo hazijakwisha kama tulivyokuwa tukitarajia, lakini kuna upungufu kiasi fulani, na hii nijiruhusu tu kusema kwamba ni fahari kwangu. Ndio. Vizuri sana. Ni tukirudi katika upande wako wa maisha ya hapa Najaf, wewe kama wewe baada ya kwamba umeshaondoka katika dauru ya kusoma, tunajua kwamba mtu akishaacha kusoma akaingia kwenye masuala ya tablighi anakuwa mawasiliano moja kwa moja na masuala ya kusoma ameshakata. Sasa tunataka kujua ni kwamba unawezaje ukaihendo hii hali alikuwa wewe ni mtu umeshaanza kufanya masuala ya tablighi lakini pia ukaamua kuja kusoma, unajisikiaje yani katika hali hiyo? Kweli kwanza niende kidogo nitoki kidogo kwenye swali hili, ni kwamba ndiyo kweli nimerudi kwenye kiti cha masomo, kwa sababu elimu haina mwisho. Elimu ni kitu ambacho mtu anapaswa kuendeleza, lakini vile vile nina itikadi kwamba japo naendeleza elimu, si kwamba eti lazima nizamirie nikose kurudi nyumbani. Naendeleza elimu kwa kiwango fulani, alafu nirudi nyumbani niendeleze tablighi, kwa sababu mimi kivyangu nijiruhusu kusema sikubaliani au siko fan na wale watu ambao unakuta mtu labda ameenda kusoma amekaa miaka 20 miaka 30 huko hataki kurudi kufanya tablighi nyumbani. Mimi kivyangu naona kwamba hii ni tofauti kidogo na lengo la kusoma kivyangu. Kwa hiyo nipo hapa, nafanya tablighi kupitia mitandao, na vile vile natamani sana nikifikia kiwango fulani cha elimu nirudi nyumbani niweze kuendeleza tablighi ana kwa ana inshallah.
Sasa unajisikiaje kuwa hapa Najaf kwa sasa? Kwanza kwangu ni fahari. Ni fahari kwamba niko sehemu ambapo ni karibu na babu Madinatul Ilm. Kwa hiyo kwangu ni fahari kubwa, na natumai kwamba kutakuwa na faida kubwa kwangu na kwa mujtamaa mzima wetu. Na vipi jamii ambayo umeiacha, hawajai kukutafuta na kukuambia chochote kwamba shekhe rudi, shekhe tunakuhitaji? Shekhe, kila siku tunapata ma message, tunapata wito, shekhe rudieni, shekhe hivi na hivi, lakini tunasema tuvute subra, kwa sababu subra ndio msingi wa mambo mazuri. Kwa tuvute subra, inshallah tutarudi na tuweze kuendeleza dablewi kwa ana kwa ana, inshallah. Sasa unaiona wapi Burundi baada ya miaka 10 ijayo? Kusema kweli ni kwamba japo hatujaridhika na kiwango ambacho tumefikia kwenye tablighi Burundi, ila nikilinganisha kwanza, kabla ya kuangalia miaka 10 ijayo, acha tuangalie miaka 10 iliyopita. Ukiangalia miaka 10 iliyopita na hapa ambapo tumefikia hapa mwaka huu 2025, kuna mabadiliko na kuna maendeleo kiasi fulani tofauti na yale ambayo yaliyopita. Kwa hiyo sidhani kwamba tutafika kwenye hapa 2025 tukwamia hapa tukose kuendelea. Mimi naamini kwamba hapa tuko mwaka 2025 tutaweza kuendelea kiasi kwamba mwaka 2035 tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana ukilinganisha na hivi. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba mustakbal wa tablighi Burundi na uona upo vizuri. Swali langu jingine nataka nikuulize ya kwamba pamoja na kwamba umeweza kuzisifia, umeisifia Tanzania kwamba wameweza kupiga hatua katika masuala mazima ya tablighi, lakini hata Tanzania pia kuna changamoto ambazo ni zinajulikana na ziko wazi. Kwa mfano changamoto za kitaasisi na utofautiani wa kitaasisi. Je, hizi changamoto pia Burundi zimeshaathiri tablighi? Na hebu tueleze kwa kifupi kuhusu hilo swala. Bahati mbaya lilasaf ni kwamba hili ni tatizo kubwa ambalo tunakabiliana nalo. Kuna ile utafahum, yani kutoelewana kati ya mubalighina, ambayo inapelekea mtafaruko na kutengana na kuachana kati ya mubalighina, na hii wakati mwingine inaweza kapelekea hata ikaleta athari hata kwa jamii. Kwa hiyo mambo ya vurugu, kutengana, kutoelewana ni mambo ambayo nasi pia tunakabiliana nayo huko Burundi. Japo tunajitahidi kadri na uwezo kusema tuweke mubalighina, tuweke wenye mataasisi wakuwe pamoja, wafanye kazi kwa pamoja, but kungali kuna ugumu kiasi fulani kutokana na hivyo tu, yani nile kukosa kufahamiana, nile kukosa kuelewana, ambapo ni hali ya kibinadamu inatokea, tunakabiliana nayo na tunamwomba Mwenyezi Mungu atuwekee wepesi kwenye hili jambo kwa kweli. Samani lakini itabidi nikuulize. Ndio. Ni unaweza kutajia majina matatu ya maulama wa Kishia Tanzania ambao umekuwa ukiwafuatilia na kuangalia na umekuwa ukivutiwa na maisha yao kwa ujumla? Kwanza ndio, kuna watu ambao nawafuatilia na sana Tanzania. Tukisema Tanzania mara nyingi watu naona ni Samahatu Sheikh Jalala Ahmadi. Ni mtu ambaye namfuatilia sana, nafata sana vipi lecture zake. Ni kama upande mwingine naweza kaita kwamba ni modo kwangu, ni mfano kwangu ambao naoiga. Hilo ni jina ambalo linatembea sana, na kuna wengine mashehe ambao wana wako nasikia kina Sheikh Abdul Latifu,
ndio tuna, lakini jina ambalo ukisema sana Tanzania, ukisema Ushia Tanzania, jina linakuja mwanzo ni Sheikh Jalal. Okay, mashaallah. Na ni kwa Burundi anazungumza vipi Sheikh Jalala? Kwa Burundi kwanza, ukisema anazungumza vipi, hapo ni kama swali ambalo halina jibu, kwa sababu ukisema mtu anazungumzwa vipi, ni pale ambapo kuna watu wanamuona mzungumzia kiuzuri na watu wanamzungumzia kiubaya, na sijawahi kusikia mtu ambaye anamzungumzia kiubaya Burundi. Kwa hiyo nataka kujua tu kwamba jina lake yani kwa Burundi lipo kiasi gani, ni maarufu kiasi gani kwa nchini Burundi? Kwa kweli Burundi si tu kwa Mashia, si tu kwa Mashia, hadi ukienda kwa baadhi ya Masuni, ukisema Jalala unamjua kabisa. Shukrani sana. Sasa Sheikh, baada ya maswali yote ni naomba nikuze swali la mwisho kabisa ili tuende kufunga hiki kipindi. Nataka kujua kwanza au nataka kuomba kwamba kujua kwamba unawashauri vipi wanatablighi wote nchini Burundi kwamba wafanye nini, au unalipi la kuambia wanatablighi wa Burundi kwa ajili ya kuisukuma mbele tablighi ya Burundi iweze kuenea kwa watu wote na kuondoa zile changamoto zote ambazo umeweza kutuelezea leo? Kwanza si kwamba na washauri au, kwa sababu kivyangu mimi nadhani kumshauri mtu ni kumwambia kile kitu ambacho alikuwa hakijui. Labda tu niseme kwamba nakumbusha kwamba hili jambo ambalo tunalifanya tutakuja kuulizwa kesho mbele ya Mwenyezi Mungu. Kila mtu atakuja kuulizwa ni bidii, ni juhudi kiasi gani ambazo umeziweka kwenye hili jambo. Kwa hiyo kuna haja kiasi fulani ya watu kuweka pembeni au kutupilia mbali ule niite proud yao, ile kujiona kwao au kujisikia kwao au kuona kuwa mimi ni mkubwa na kuweza kudharau wengine au kusema mimi siwezi kufanya kazi nao. Kwa hiyo ni mtu kuweka pembeni ule ukubwa wake na kujiona kwamba anaweza kufanya na kazi na kila mtu ili kuhakikisha kwamba hili jambo tumelifikisha pale ambapo tunapaswa kulifikisha. Sijui naeleweka sana. Kuelewa sana. Kwa hiyo kila mtu afanye nini? Kila mtu aweke mbali. Ndio kuna changamoto nyingi. Kuna watu wanaingia kwenye tablighi, labda wengine wanaweza kuingia kwenye nia na gaya zingine. Kuna mtu anaweza kaingia kwenye tablighi labda anasema na maslahi yangu. Kwa hiyo ikiwa mtu ameingia kwenye maslahi yake, basi ajue kama kesho ataulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna haja ya mtu kuweka pembeni, kuweka maslahi yake pembeni na kuweza kulifikisha ile jambo ambapo sehemu ambapo linapaswa kufikishwa. Naam, shukrani sana Sheikh kwa kutupa muda wetu na kutupa muda wako, na tumeweza kufaidika mambo mengi kuhusu masuala ya kitablighi. Shukrani sana Sheikh. Naam, ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji wa kipindi hichi cha Mubaligh Cast, leo tulikuwa na Maulana Sheikh Feruz. Tumeweza kuzungumza naye mambo mengi ikiwemo masuala ya kitablighi nchini Burundi na mambo ya kuhusu yeye binafsi, elimu, aliposoma, alipoanzia, athari zake nchini Burundi, na kwa hakika tumenufaika. Lakini ningependa kukusihi na kukuomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu vya Mubaligh Cast. Tutakuwa tukiposti kila mara. Hivi punde tu usisahau kutufuatilia na tutaachia vitu vingi sana. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.